Hello guys, jamani. Leo ilikuwa ni siku ya usafi, nikisema siku ya usafi ya kuosha nywele, kufanya customization, yapokea nywele karibia nyingi sana leo kutokana na jinsi ninavyoelekeza jamani. Unaona kama nywele imejifunga hiyo lazima uweke gilioke kidogo kwenye treatment, upake conditioner, hapo ni mambo mengi leo nilikuwa nafanya vitu vingi. Jamani, ngoja niambie kitu kimoja. Kama mtu anataka nywele yako iwe safi, kama mtu anataka nywele yako ikae miaka mingi, lazima ifanye treatment. Treatment ni nini? Treatment nywele yako ni kuosha, kuweka conditioner, kuweka nini na nywele inalainika. Sio tu shampoo. Kuna baadhi ya shampoo jamani hazitumiki, hazifai kwenye hizi nywele kuoshea. Kuna baadhi ya watu mtu anakuambia kuosha nywele 10,000 tu, kuosha nywele 15,000, kuosha nywele 5,000 tu. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanaosha nywele kwa shilingi bei rahisi, lakini nywele unakuta nywele limekacha, nywele imevimba na kuja kubandika, nakwambia nimeshaiosha, unakuta nywele kwanza na magundi, nywele kwanza haijatreatwa vizuri, nywele limejaa. Jamani, ngoja niwaambie, nywele ikioshwa haitakiwi kujaa. Nywele ikioshwa inatakiwa iwe chache. Ndio maana treatment. Sasa mtu anadumbukiza tu kwenye maji, anachukua mishampoo kichwani, anachukua mishampoo ile ya buku jelo ile, anaosha tu nywele, mletu nywele imeingia kwenye maji ndio amefanya treatment. No, nywele hazoshwi hivyo. Yaani kwa nywele imejifunga cha kwanza lazima utumie vitu vingi. Na ndio maana wateja tunawashauri sana mtu anavyoamka asubuhi akisha amechana nywele yake, amepiga pasi, amerudi tena kwa kule kupiga pasi. Usio mtu tu umebandika tu nywele mpaka uje uitoe ndio unakuja kufanya treatment. Hata kichwani nywele kichwani lazima ufanye treatment, kupigwa pasi, ipako tena mafuta vizuri, ionekane muonekano tena mzuri, hadi kuja kutoa nywele yako kichwani, kuja kuiosha nywele hiyo chafu zaidi. Unaona kama hiyo nywele mizangu nimeweka conditioner, nimeweka vitu kibao. Ukija kushika hivi nywele inateleza. So guys, ukitaka vitu kama hivi hapa njoo kwa Time to Shine, utatengeneza vitu vyako vizuri, classic, utakustomize nywele zako vizuri, utaoshwa nywele yako nzuri, utabandika vizuri, hadi magundi yanakuwa hayapo. Kuna baadhi ya watu wanaenda kuosha sehemu nyingine nywele inakuwa na magundi, inakuwa yani na vitu vingi. Yani mwingine anaosha tu nywele huku chini, huku mbele anakuambia kashindwa kutoa. Na kitu ambacho sicho jamani. Kuna uoshaji wa nywele na kuna ukandikaji wa nywele. Kwa hiyo kama unataka kuosha nywele huko kaosha, lakini ukija kwa kula hapa nywele kama sijalizika nayo mpenzi wangu, lazima utaosha tena kwa sababu unanipa mimi wakati mgumu. Kichana kinakuwa kipiti, kinakuwa kigumu. Kule mbele kwa nywele zinakuwa zinaponyuka. Unakuta mpaka mimi nimemaliza kubandika, unakuta nywele imebaki kipala kitupu. Kwa hiyo ili kuepuka gharama za kubadilisha fundo kila siku, leta nywele nikuoshie mwenyewe. Nywele nikuoshie mwenyewe, nifanyie treatment, ni customize mwenyewe. Na kuna ile customization nyingine nataka customization too much. Ukitaka customization too much kuna madhara yake, pia ukitaka customization simple yako tu pia kuna faida zake. Mimi wana customize nywele kidogo tu kama unavyoona kwa process, na koroga bleach yangu naweka chini bleach. Kuna nywele zingine jamani sio lazima uweke bleach chini kutokana na lace yake. Lace ikikata vizuri hauna haja ya kuweka bleach chini, lakini nywele lace ikiwa ngumu kuna haja ya kuweka bleach chini. Wengi anaweka bleach sana, inakuwa imezidi mpaka mwisho, unakuta mtu nywele ukichana na kichana hivi inanyonyoka. Baada ya siku 2 nywele inanyonyoka kwa sababu bleach inakaa muda mrefu. Bleach haitakiwi kukaa muda mrefu jamani, kama unavyoona just kidogo tu. Sema sijui kila mtu na ufundi wake, lakini mimi wasipendi kutumia bleach muda mrefu, ni kidogo tu. Unakuta tu yani nimepata ule ukarafani wa yellow na itoa. Hata customize kwangu ni customize kidogo tu kama unaona jamani, process nimepaka bleach yangu na iacha hapo ndani ya dakika 5. Sasa hizo dakika 5 zikawa nyingi kwa sababu lesi kama nitategemea na lesi kwenye nyepesi unaweka muda mrefu, siku chache hauki muda mrefu. So guys, hivi vitu vinahitaji elimu. So mtu tu umemwona mtu kaposti kama hivi kula maelezea tu kidogo, aipost. Kuna vitu vingine hatuwezi kuonesha public, huwezi kuelezea kila kitu kwa sababu pia muda, kwa sababu pia na mafunzo. Kama unataka vitu kama hivi hapo kujifunza ili usiharibu nywele za watu, njoo tukufundishe kwa vitendo, njoo uelekeze kwa vitendo, ndipo uanze kufanya biashara kama hizi hapa. Hizi biashara ni rahisi sana kufanya, lakini ni ngumu sana kufanya vitu kwa vitendo. Kwa hiyo nawashauri sana watu wa saloni, kama hujui kuosha nywele, jifunze, toa hela yako jifunze. Hakuna kitu kirahisi tu kuangalia kwenye YouTube, umeona kula kalivyoposti, kaeka mbona shampoo, kaeka conditioner, hivyo. Kuna vitu vingine havielezeki. Kwa hiyo guys, nawashauri sana jifunze kwanza ili kitu chako kipende, ili mteja akitengenezea kitu chake akipende. Kwa sababu wateja wana tabia kwa masaruni. Akaenda sehemu fulani akaambia nywele yako imekaa vibaya, sasa ni kama atarudi na ofisini kwako. Kwa jitahidi sana kumshikilia mteja wako, jitahidi kufanya kitu cha mteja kiwe kizuri ili naye akipende. Thank you so much jamani. Naitwa Time to Shine. Leta nywele yako ioshwe, sibandike nywele ikiwa chafu jamani. Ukitaka kukandika nitakukandika, ukitaka nikubandike vizuri nitakubandika vizuri. Thank you so much guys.